Mfumo wa ESS katika hususan katika kipengele cha hii uhamisho, yani namna ya kuhama mtandaoni. Watu wengi wamekuwa wakipata changamoto ni namna gani kipengele hiki kinahusika au unafanya vipi uweze kuhama. So ukifungua kwanza ukurasa utapatana na vipengele vinne ambapo cha kwanza kinaitwa transfer request, cha pili vacancy request, ya tatu ni incoming exchange request na ya nne ni own exchange request. Sasa hivi vipi vinaendana au vinahusika vipi? Ukija katika Kiswahili, ya kwanza maombi ya kuhama, maombi ya kupata nafasi ya kuhamia, alafu hiyo ni maombi mapya ya kubadilishana vituo, alafu uhamisho wa kujiombea. Sasa ukianza na hii ya kwanza, maombi ya kuhama au kwa Kiingereza inaitwa transfer request, hii itakuonyesha au utaingia wewe kuomba unataka uhamie mkoa gani au unataka uhamie taasisi gani, yani unaomba kuhama. Kwa ukija hapa utaona pembeni hapa kuna create transfer request au kwa Kiswahili imeandikwa ongeza ombi. Kwa ukiklik hapa transfer request utachagua sehemu ya kwanza utataka kutoka, inakuonyesha from, na wewe unatoka wapi. Sehemu ya pili una select mkoa. Let's say tuna select mkoa wa Tanga. Unataka kwenda Tanga, utaselect. Alafu hapa chini kuna kitu kimeandikwa kwamba to any institution not under local government. Unaweza ukaenda sehemu, yani upelekwe kituo chochote, yani unaomba kwenda Tanga lakini to any institution not under local government. Ukaenda Tanga hata wakupeleka katika institution ambayo haipo katika chini ya serikali za mitaa, unaweza kukatiki hapo vile vile. Cha msingi zaidi ni kwamba unatakiwa uje hapa uweke sababu ya wewe kuweza kwenda huko Tanga. Unaenda huo mkoa unataka kuomba, unaenda kufanya nini? Sababu ya kwanza ni medical condition, kuwa karibu na vituo labda vya afya. Ya pili ni medical condition, labda ni hali ya hewa haikufavor, ni favorable weather. Labda kusaidia wazazi wako wazee, to support my elders parents, au kuungana na mwenza au familia. Vile vile umekaa sehemu kwa kituo kimoja zaidi ya miaka 5, vile ni haki yako kuomba kwamba umekaa kituo kimoja zaidi ya miaka 5, au kupursue new challenge, yani uende ukapate changamoto mpya. So for this case, let's say unachagua to support my elder parents, alafu uta click save. Baada ya hapo transfer itaonekana imekuwa saved na itakuonyesha kwamba hapa juu kabisa kwamba you can submit your transfer request, attach your necessary attachment, then you can submit. Kama umesema labda unaenda kufanya jambo labda kuungana na mwenza wako, unaweza ukaattach cheti cha ndoa labda au document yote ambayo ni supportive. Baada ya hapo utaklik submit. Sasa kwa hiyo submit lazima utoe maelezo. Submit transfer lazima upute your description kama maelezo, labda unaweza kaandika wazazi ni wazee, hivyo unaweza kwenda kuwasaidia. Wazazi ni wazee sana, wanahitaji msaada wangu. Baada hapo unaisubmit. Sasa ukisha submit hii, utakuja chini kabisa status. Sasa hii status inakuonyesha kwamba saizi haya maombi yapo katika level gani. Maombi haya yapo katika level gani? Ni msimamizi ambaye ni supervisor. Sasa wengi wao wamekuwa wakipata changamoto sasa walimu kwamba supervisor wake akiingia kwenye sehemu ya ku-approve huu uhamisho haoni hiyo kwamba kuna mtu anaomba kuhama. Sasa hii role ya mkuu ku-approve wewe au kukupitishia kwamba unataka kuhama, ni lazima yule afisa tehama wako wa wilaya au akupe roles, yani akupe hiyo role, yule mkuu apewe roles ya kuweza kukubali watu kuhama, kwa sababu nje hapo hawezi kukupitishia wewe kama unahama kama hajapewa role au wazifa katika huu mfumo. Kwa hiyo mifumo inategemeana. Kwa wengi wanastaki hapa supervisor akiingia haoni, na level ya halmashauri hawezi kuona kwa sababu supervisor wako hajapitisha. So kama bado, mwambie mkuu wako aende akapewa hiyo role halmashauri ili mambo mengine yaweze kuendelea. So kama unataka pia kudelete ombi lako, utalifuta na unaweza ukatengeneza ombi jipya. Sasa hili ombi
tukirudi katika dashboard katika hii uhamisho, ili ombi la transfer request, ina maana hili wewe unaomba kuondoka, hutaki kubadilishana na mtu. Hiyo ni namba moja. Sasa baada ya hapo nakuja hii namba 2 ambayo yenyewe inasema vacancy request. Sasa hii vacancy request yenyewe inahusika na nini? Ukiingia katika hiyo vacancy request, maana yake unaomba nafasi katika taasisi fulani, yani maombi ya nafasi ya kuhamia. Lese wewe ni mkufunzi katika chuo kimoja, unaomba nafasi ya kuhamia katika chuo kingine. Au wewe ni mwalimu unataka ubadilishe uende katika wizara fulani, unaomba nafasi ya kuhamia. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya ni kuingia katika create, then utachagua unataka uende katika organization gani. Hapa hauchagui mkoa, unachagua kabisa specific hiyo na nini. Kwa mfano tunataka aende katika TAI, Tanzania Institute of Education. Akiklik hapo atashuka, alafu anaweza akachagua reason, akasema labda to pursue new challenge. Baada hapo atasave. Sasa ukisave litaonyesha kwamba huyu mtu anataka kuhama, aende sio kuhama, anaenda kuomba nafasi za kuhamia. Kama hawa Tanzania Institute of Education wana hiyo nafasi, watamkubalia. Au hapo unaweza ukakataliwa. Kwa mfano ukitaka kusubmit, ukitaka kusubmit hapa itakwambia CV not uploaded. Kwa hiyo lazima uwe na CV uweze kuupload. Na kama nafasi zipo, itakuwa moja kwa moja inaenda kwa mkuu wako wa taasisi, yani kama ni halmashauri. Lakini kama nafasi zipo hapa itakukatalia kwamba hii sehemu hii haina nafasi. Kwa cancel, utachagua taasisi nyingine. Kwa kuja hapa create vacancy request, utachagua organization. Kwa wale ambao wanapenda kuhamia katika wizara fulani, akanaweza kabahatisha akaona taasisi fulani ina hizo nafasi za kuweza kuhamia, huwa zinaitwa transfer vacancy, yani ni nafasi za kuomba kuhamia. Wewe ni mtumishi lakini unataka kuhama taasisi moja kwenda taasisi nyingine ambayo inamilikiwa na serikali. Pia nyingine hii ni incoming exchange request, ni wale ambao watu wametengeneza zile maombi ya kuomba kubadilishana. Sasa hapo ukiingia hapo 30 utaona jina na mtu huyu anataka kuhamia kuja katika halmashauri fulani. Kwa mfano hawa wote ukija unawaona, unaweza ukapiki mmoja na ukaview details na ukaona anafundisha wapi. Let's say huyu ni Veronica Levocatus Sankara, ni yupo Mwanga District, yupo shule inaitwa Nguru Primary, namba yake ya simu ipo hapo. Lengo kubwa la yeye sababu ni anataka kuungana na mwenza wake. Unaweza kumpigia, ukamtumia email na mkakubaliana namna gani ya kuweza kubadilishana. Au unaweza ukababa chini accept request na hatua zingine zikaendelea kwa supervisor na wale watu katika taasisi, wakuu wa taasisi ngazi ya halmashauri, na mkaweza kubadilishana taarifa zenu. So kitu cha mwisho kabisa ni kwamba katika hii uhamisho vile vile kuna own exchange request. Sasa hii own exchange request ni wewe mwenyewe unatengeneza ombi la kuweza kubadilishana, ambalo hili ombi watu wakiingia wataona wewe unataka kwenda katika halmashauri fulani. Ukija hapo kwenye create, unaweza ukachagua organization, unataka kubadilishana na mtu moja kwa moja kwenye organization fulani au taasisi fulani, au ukaweka general mkoa. Ukija hapo kwenye mkoa unaweza ukachagua let's say Dar es Salaam, alafu ukachagua reason kwa nini unaenda kule, let's say to support my elder au to join my family na kadhalika. Baada hapo utasave. Sasa ukisave, maana ikitokea notification kama hii, na maana imeandikwa null argument is passed, na maana hakuna kilichoenda. Inawezekana ni changamoto ya mtandao au ikawa ni changamoto tu ya sehemu ambayo unataka kwenda. Kuna baadhi ya halmashauri yani tunaita kuna wakati mfumo unasumbua, lakini option ya hii ya create exchange request, wewe ndio unayetengeneza ombi la kuweza kuondoka katika halmashauri husika na kwenda katika halmashauri nyingine kabisa. Kwa mfano hii tunaweza kuweka labda
organization, tukaweka Dar es Salaam. Unakuja institution nyingi, lakini haipo, tuweke tu mkoa. Unaweza ukachagua mkoa wote na ukajaza, na hatimaye unaweza ukaja hapo ukachagua sababu, alafu ukasave. Kwa hiyo hii ni null argument is bad, na maana ni changamoto ya kimtandao. So hope umenielewa, na kama unapata changamoto sana na hii uhamisho, basi usisahau kuachia comment hapo chini ili uweze kwendana moja kwa moja. So kwa leo ni hivyo tu. Usisahau pia kusubscribe, narudia tena, usisahau kusubscribe kuendana na video zetu ambazo zinatoka kila wiki kuhusiana na mifumo mbalimbali. Shout out until next time.